Mzungu ukakuta anabusha, hakuna. Hivi vitu ni magonjwa yetu ya Kiafrika sana, hasa wakina mama, na ni gonjwa ambalo mimi nadhani serikali liweke kipaumbele cha hali ya juu, kwa sababu kuna tiba asili, tiba mbadala na tiba za jadi. Kwa hiyo tulivyotoka kwenye tiba za jadi tumekuja kwenye tiba asili, ndio ya serikali, lakini tuna tiba mbadala. Kama miaka 15 ya nyuma, akiwa waziri wa afya Ana Abdalla na mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam akiwa Yusuf ya Makamba. Ndugu mtazamaji wa Video TV Kisima cha Burudani, leo hii tumetembelea ofisi za Dr. Kifimbo, lakini sio dokta, ni daktari au Dr. Kifimbo. Yeye anahusika zaidi, ni mtaalamu wa tiba asilia, na ofisi zake ziko hapa karibu na soko la Machinga. Lengo na madhumuni kujua kuhusu tofauti gani kati ya magonjwa ya kusababishiwa na magonjwa ya kawaida. Niko na Dr. Kifimbo kujua zaidi. Ndugu mtazamaji, ungana nasi kujua zaidi magonjwa haya na tofauti zake. Karibu Dr. Kifimbo. Asante sana. Kwa kwanza, hongera sana kwa kazi unayoifanya. Nashukuru sana. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu kwa umri huu mpaka tumefika, hizi shughuli tumezianza kwa muda mrefu sana. Ndio. Kuna wenzetu wengi tuliokuwa nao Mungu amewachukua. Chukulia, kuna watu walikuwa na majina. Profesa Maji Marefu, Ndio. Matunge, Shehaya, wakina Tamba, wakina Muzukuru, lakini wote wameondoka kwa kwenda kwa Mwenyezi Mungu. Nilobaki ni mimi peke yangu tu. Kwa hiyo lazima nimshukuru Mwenyezi Mungu, alikuwa na nia gani ili tuje tuiendeleze hii tiba asili na kuwapa nyinyi muende nayo, tuwapeni kijiti. Kweli ni jambo la kumshukuru Mungu. Kwa kwanza kabisa, nini tofauti ya magonjwa ya kusababishiwa na magonjwa ya kawaida kwa uzoefu wako? Tofauti ya magonjwa ya kusababishiwa na magonjwa ya kawaida. Magonjwa ya kawaida ni magonjwa ambayo yanakuwa katika mwili wa mwanadamu. Ni magonjwa ambayo yanakuwa katika mwili wa mwanadamu, asijue chanzo chake ni nini. Yapo, lakini anatafuta sababu. Na magonjwa ya kusababishiwa ni kama vile magonjwa ya ukimwi, magonjwa ya zina yanayoambukiza, magonjwa ya mwingiliano baina ya mwanamke na mwanaume kwenye hedhi. Hayo ni magonjwa ya kusababishiana, kwa sababu huku tunasema wakishaingiliana kuna kitu kinaitwa chango, huyu inaitwa ngiri. Yale ni magonjwa ambayo yanasababishiana kwa mwanadamu ambayo amemwambukiza mwenzie, na haya magonjwa ndio yanaleta magonjwa makubwa katika miili yetu. Sababu sisi Waswahili tuna magonjwa yetu ya kiasili, sisi wa Afrika. Huwezi kwenda kwa mzungu ukakuta anajichua, anatembea na mwanamke kwenye hedhi. Huwezi kwenda kwa mzungu ukakuta anabusha, hakuna. Hivi vitu ni magonjwa yetu ya Kiafrika. Umeelewa? Lakini kwa sababu tumefuata utamaduni wa kizungu, na tusemi dawa za kizungu zinatibu kwa nguvu kubwa sana, kwa asilimia kubwa zinatibu, lakini kuna magonjwa yakishaingia katika mwili ni magonjwa ya kiasili. Mathalan, tunavyosema hernia. Hernia ni gonjwa la kiasili, ile sisi tunaita ngiri. Tunavyosema chango, hiyo kwenye PID, si unaita nyinyi kwa PID. Haya ni magonjwa ya chango kwa mama, lakini kitaalamu ndio anaitwa PID, huku tunaita hernia. Sasa katika tiba mara nyingi kuna kukwama, kwa sababu haya magonjwa lazima yatibiwe na tiba asili. Na tunamshukuru Mwenyezi Mungu, hii kitu inaitwa PID imewasumbua wengi katika tiba za kizungu. Imewasumbua wengi sana, hasa wakina mama, na ni gonjwa ambalo mimi nadhani serikali liweke kipaumbele cha hali ya juu, sababu ni ugonjwa ambao unasumbua watu wengi. Bahati nzuri kliniki yangu sasa hivi tuna wataalamu wa tiba hizi za kizungu.
tunashirikiana nao. Kwa hiyo ni gonjwa kubwa ambalo limeshindikanika hospitali, na mpaka serikali kaamua sisi kutusajili tiba asili tuwe pamoja. Huu mwamko ueleweke kweli, japokuwa serikali ina nia njema, lakini watekelezaji hawatekelezi sisi tuje tuhudumie pale. Na kunakohudumiwa pale nahisi kwa sababu kuna tiba asili, tiba mbadala na tiba za jadi. Kwa hiyo tulivyotoka kwenye tiba za jadi tumekuja kwenye tiba asili, ndio ya serikali, lakini tuna tiba mbadala. Kama miaka 15 ya nyuma, akiwa waziri wa afya Ana Abdalla na mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam akiwa Yusuf ya Makamba, Mama Ana Abdalla alisema mnatambulika na shirika la afya, watajiingiza wengi. Kwa hiyo tiba mbadala wameingia wengi kwenye tiba asili. Labda tu nataka kujua kitu kimoja kutoka kwako, kwa uzoefu wako. Kuna tofauti gani wa tiba za hospitalini na tiba za asili, tiba za kiasili? Tiba za hospitalini na asili ni kitu kimoja, tofauti kubwa ni hifadhi. Kwa sababu tiba za zile za kizungu ni mitishamba, lakini wameitengeneza unaweza kutumia popote pale na isiharibike zaidi. Maana hizi tiba zetu zinaweza zikiingia maji zinavunda na kadhalika, ndio akatengeneza vidonge. Kwa hiyo lakini tofauti ya huduma, tofauti ya tiba asili na tiba za jadi na tiba mbadala. Tiba mbadala ni mtu alioenda kusomea tiba, aliosoma tiba za kizungu na hizi za asili. Unaona bwana? Sasa wenzetu wa tiba mbadala wanachotu overtake na kutambulika sana kwa mkemia na sehemu zaidi, kwa sababu yale ni mambo ya kizungu, kwa sababu sisi hatukuwa nayo na ulimwengu umetekwa kizungu. Sisi tunavyofanya research ya dawa zetu hatufahamu dawa inahitajika ihifadhiwe vipi, lakini bahati nzuri mimi nimepata bahati, nimejua dawa haitaki uhifadhi kwenye jua. Dawa haitaki mikono yako wakati unavyoiandaa iwe, kuna taratibu nyingi. Sasa yule mwenzangu anaitwa tiba mbadala kwa sababu amesomea kizungu, kakimbilia na huko kwenye tiba asili. Lakini dunia sasa inaangalia sana tiba mbadala, imesahau tiba asili zinaweza zikapotea. Na tiba mbadala pia zimetokea kwenye tiba asili bila shaka. Yani yule anakopi. Anakuja kwa wewe mganga ambaye hujui mambo ya kisasa, anakuuliza mti huu mti wa aina gani? Ndiyo. Na kweli huu mti kwa kitaalamu ukienda chuo kikuu unajulikana. Sasa yeye anakurupuka, anaanzisha na yeye tiba ile, ndio inayozungumzwa sasa hivi. Akishaanzisha, kumbe sisi watu wa tiba asili tuna siri za asili. Na kufundisha yote ile ya mwisho sikufundisha. Sasa wanakwenda wanadunda zile dawa kitibu hazitibu. Na mimi hapa ndo Mtanzania wa kwanza kutangaza tiba asili, tiba asili kama tiba asili, lakini tulisahau kutengeneza sezi. Kuna watu wengi wanatokea tiba mbadala, wanajua sana sezi, lakini kwa sababu tulikuwa tujaandaa sezi, ndio maana watu wanazunguka mabarabarani wanauza dawa ovyo, kinyume cha sheria. Kila mtu anauza dawa. Kumbe yule muuza dawa kuna taratibu serikali imeweka hapa, ajisajili na auze. Hatukutengeneza kitu kama hicho. Tumeshashauriana na baadhi ya watu wa serikali, tunataka kila mkoa uwe una duka la asili. Kwa hiyo hao masezi wananua jumla wanaenda kuuza, ambalo hilo duka hizi dawa zitakuwa zimeshatambulika katika Wizara ya Afya, zitakuwa zimetambia kwa mkemia mkuu, wananunua kitu kilichokuwa bora. Sasa kama dawa inatoka zaidi ndio dawa bora. Kwa hiyo tuko kwenye mchakato huo, kwa sababu tiba imeingiliwa sana. Tiba imeingiliwa na watu ambao sasa hivi wanawapa madawa ya kulevya. Shalewa wanamuibia simu, yani vitu vya ajabu ajabu. Waganga wengi, hata jina langu la Dr. Kifimbo linatumika sana. Sasa hivi nataka kuwachukulia sheria, kwa sababu
tiba imeingia ovyo. Kila mwanadamu utakuta anazungumzia kwenye mtandao, sijui dawa hii na tibu hii, dawa hii na tibu hii. Wengine wanawaumiza watu. Tufate kanuni za serikali. Maana anakuwa sio serikali inatakiwa unachoongelea lazima uwe umekipima kwa mkemia. Kwa sababu hivi vitu vina vipimo, hasa hizi dawa chungu. Zinahitaji lazima uende upate utaalamu.